Shere ni wapi huko sijui Kakamega ama wapi, utamwambia mtazamaji ndipo tuweze kuendelea. Habari ya leo watazamaji, naitwa Daisy Ayuma. Bushere mno inamaanisha habari ya asubuhi kutoka Kakamega. Kakamega. Yeah. Mimi naitwa Daisy Ayuma, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa yote nimeokoka, napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu na nimefurahi kufika mahali hapa. Asante sana Daisy. Pia sisi tumefurahia kukuona siku ya leo. Asante. Actually this is the second time na host mwimbaji kutoka Kakamega. Oh, wow. So tumebarikiwa. Amen. Asante sana na karibu. Na labda tukianza unaweza katuelezea kidogo safari yako ya uimbaji. Ndipo sasa tuweze kuendelea. Safari yangu ya uimbaji ilianza nikiwa mdogo. Nililelewa katika familia ya Ukristo. So unaelewa kama umelelewa katika familia ya Ukristo, kanisa ni kama your second home. Sure. So niliweza kujipata katika praise and worship team katika umri mdogo sana. Nikikumbuka nilikuwa the youngest. The youngest. The rest of watu wengine wote walikuwa wamenizidi, walikuwa kama ni wakubwa walikuwa wazazi wangu actually, but nafurahi sana waliweza kunifunza, kunishika mkono, kunionyesha njia to where I am today. So nilianza kwa kanisa kidogo, nikakuja nikaona naeza enda kurekod. Na hii kurekod nili encouragewa na mzazi wangu, pia shangazi yangu. Shangazi yangu ndiye aliyenilipia studio mara ya kwanza. Nilienda kwa studio, producer akaniambia ingia kwenye booth, imba, kwa sababu pia naye alikuwa anaona huyu anajua kuimba kweli. So nikaingia hapo nikaimba, producer akasema hii ni talanta. Na kabla Daisy uweze kuingia studio, labda kuna mwimbaji ambaye ulikuwa unapenda kazi yake ama uimbaji wake? Yes, nilikuwa napenda sana Gloria Muliro. Gloria Muliro, Angela Chibalonza, huyo nimemwona nikikuwa mkubwa, walikuwa wanani-inspire sana. Nilikuwa nasema tu siku moja nitakuwa kama hawa na pia mimi nita-inspire wengine. Amen. Sasa ukiangalia safari yako ya uimbaji so far siwezi sema yes, imekuwa na changamoto, but so far ninaona tuna grow polepole tu, step by step. Safari inakuanga ni polepole tu. Ile time ambao ulienda studioni, ulikuwa, how was the experience? The experience, nilikuwa na uoga. Nilikuwa na uoga kwa sababu hata venye nilifika kwa studio, producer pia alikuwa ananiangalia ni kama utaweza kweli. So unajua kuna ile kitu inaitwa intimidation. So hata mimi nilikuwa na uoga na yenyewe nitaweza, but nikajipa moyo, nikasema kwa sababu niko na watu ambao wameniaminia. Mzazi wangu, niko na shangazi ameniaminia, na shangazi pia amejitolea, amelipa wimbo wangu wa kwanza. Nikasema siwezi waangusha, nitaenda hapo, nitaimba na nitafanya my very best. Na ulipoenda? It was very beautiful. Though sijawahi toa video ya huo wimbo, the first song, but I have it in my skills that I can sing it if you allow me. Neza imba if you allow me. So it is a very an English. Labda unaweza kaimba kidogo. So the song was, your love is great, your love is wonderful, Lord, I lift you up for this great love for me. Wow. Your love is great, your love is wonderful, I lift you up for this great, great love. So that was my very first song. You have an amazing voice. Thank you. Glory to God. Glory to God. And what happened now that you song kwenda visual? I kwenda visual, but I managed to do my second song. But in between we had like some challenges. Unaenda kwa producer toi wimbo, you want to give up. In between there are a lot of up and downs, a lot of challenges, but all in all you just say, oh, it's okay. Na labda ukuwaifikiria sahi ushaimba, niliona umeimba nyimbo almost 10 years, 9 years, 8 years hapo. Yes. Hii song mbona hujairudia now that naona ni song mzuri? Labda ungeirudia uifanye into visual? Yeah, nitairudia. Kuna plans ya kuirudia na kuiperfect, kwa sababu sahi na feel kuna growth in terms of vocals, in terms of kukua pia spiritual, kuna growth.
kuna venye ninaona revelation ya hii song in a very different way compared to how I saw it back then. Sure. Yes. Sababu ni wimbo mzuri na tukienda na sauti yako hiyo song hatuwezi iachilia kabisa. I'm thinking of redoing it. Yeah, because it's nowhere at all. Utaitafuta tu. You'll work on it. Yes. Tunaingoja. Yeah. Na labda ulipoenda studioni, ilikuwa ni mara yako ya kwanza, ulikuwa umeandika wimbo ama ulikuwa unaitoa kwa kichwa? No, nilikuwa nimeuandika. Mimi huandika nyimbo zangu prior. So tuseme labda sometimes unapata wimbo katika revelation, ama sometimes ukisoma Biblia yako unapata wimbo, unasikia ni kama Roho Mtakatifu amekuongelesha huu ni wimbo. So unaukalia chini unaangalia. Before niende kwa studio huwa na make sure nimeandika wimbo. Wengi wanasema, wale ambao nimehost huko kidogo, wengi husema wao wakishakuwa na hiyo revelation wanasimama tu wanaenda studio. So sijui ikiwa usiku kama wanaendaga studio lakini wengine uniambia like lazima uandike. Kama mimi Diana ningekuwa mwimbaji na nimekuwa na hiyo neema ya kuwa na kuandika nyimbo, ningeandika ndiposa niweze kwenda studio. Lakini wengi husema wao wanaenda tu studioni, wanakaa wanaimba. So sijui kama kuna kuanga na challenge. Kuna watu hupata revelation differently. Mimi personally nikipata revelation na prefer niandike, kwa sababu in between kuna vitu mingi hufanyika. Unaweza sahau ni uliambiwa nini, unaona? Unaweza sahau. So wengine ndio wakipata hiyo revelation wanasema acha niende kwa studio ni record. Chorus itajipanga huko, verse itajipanga huko. So kila mtu kuna revelation yake, kila mtu kuna venye anafanya. But hivyo venye unasema kuna watu hufanya hivyo pia. Mimi naona kama inaweza kuwa kazi kwangu. Unajua kuna wale tunasema mimi ni first class, wale ambao tunasemanga ni first learners. Na kuna wale lazima second learners. Ndio maana kuna first class na kuna second class. So mimi ni yule ambaye lazima nikuwe nimeandika huo wimbo. Na kuna wale wengine wanapenda wakienda live. So difference inakuanga ni gani kwenda live, kuandika na yule ambaye anaimba direct? Kwa direct. So live unamaanisha live recording, right? Live recording ni difference tu between live recording na ya studio. Ni that live recording kila kitu kinachezwa hapo, uko na congregation hapo, kila kitu kiko live. Studio umepangiwa, wewe unaenda kuweka tu sauti. So live ukikosea Nivo. So kama wewe unaweza penda kwenda live ama kuna zile ambazo umeenda live? No, sijaenda live. Na pangilia niko na mipango ya kwenda live. Personally I do live ministration, ile ya kanisani, let's say crusade ama wapi, I do it. But sasa ile recorded ndo sijafanya. So live recording ni kama mimi nimekuja huku, lazima niweze kaongea na mtazamaji. So si kwenda huko na kuanza kutafuta maneno. Hapana. Live recording though, pia live recording mtu ameandika wimbo, sasa unafanya mazoezi. Mtafanya mazoezi na bendi na waimbaji wa background vocals, wale wenye wanakusaidia. So lazima kila kitu, yani ni kila kitu live, hizo instruments zote. So unajua juu ni mko watu wengi na ni group ya watu wengi, lazima mfanye mazoezi. Mimi naweza kaongoja sana live recording yako. Very soon. Very soon. Na labda unazingatianga nini unapoandika hizi nyimbo? Kwanza huwa nazingatia iko na ujumbe mgani. And then purpose ya nyimbo zangu ni kuleta watu karibu sana na Mungu. Zingine pia ukiangalia ni testimonial songs, yale Mungu amekutendea. Zingine ukiangalia ni kama wimbo wangu wa Rafiki wa Kweli. Kama mwanadamu huwa tunapitia majira mengine. Na Mungu anatuhakikishia kuwa hata mjapopitia uvuli wa mauti, msiogope maana niko nani. Ndio kuna changamoto hapa na pale, lakini Mungu hazikosi na hazitakosa, zitakuwa. Lakini wale walio katika Kristo, acha nisisitize hapo,
those in Christ, wale walio katika Kristo, Mungu anawahakikishia hata mkipitia hii ndio mtaona majaribu, mtaona nini, lakini kwa hayo yote nitakuwa pamoja nanyi. So nyimbo zangu mingi zinazingatia kuleta watu karibu na Mungu, pia wale ambao hawajamjua Kristo wapate pia kumjua Kristo. Yeah. So kila wimbo una revelation wake, kila wimbo una message yake. Kama wimbo wangu wa Mungu wangu, huo wimbo unajivunia Mungu wangu. Huyo ndiye Mungu wangu. Mungu aliyekuwa wa Yakobo, wa Danieli, ndiyo bado Mungu wangu na anaishi ndani yangu. Na labda hizi nyimbo zako unapoziimba, kuna wale watazamaji, kuna wale ambao wanasikiza huko nje. Ni wimbo wani wanakuambia like inspire sana? Kila wimbo uko na message yake. Yeah. So okay, wengi wali interact sana na wimbo ambao unaitwa Niiteni nami nitaitika, from Jeremiah 33:3. Wengi wali interact na huo wimbo sana. Pia wimbo wa Rafiki wa Kweli, wengi pia wali interact nao. So kila wimbo unaweza gusa different people. So siwezi sema hii ndio hii, lakini that's the way it is. Lakini mimi najua nikisikiza hizo nyimbo, kuna ile moja nitakuwa nasema acha nikasikiza ile song ya Daisy, kwa sababu it comes different na inspire different. So at least kila song iko na message yake pia, ina inspire watu different. Kweli. Na Daisy, labda nikikuuliza kwa hizi nyimbo zako, kulikuwa na zile nyimbo za kitambo, labda zile ulianza nazo, the same message ndio umebeba, ama bado unaona kama kuna badilika? Na vile pia audience, unajua expectation yao, sometimes niliambiwa expectation yetu inafanya nyinyi waimbaji kubadilisha ile mwenendo ya songs. I will say sometimes it is not good to follow people's expectations. Si vizuri kufuata yale yenye watu wanataka. Ukikumbuka kwa Biblia, Saul alifuata kenye watu walitaka, na ilifanya akamiss ni grace ya Mungu. Unaona, neema ya Mungu. So si vizuri kufuata kile watu wanataka, kwa sababu Saul angengoja tu Samuel akuje. Unaona? So kama uko kwa huduma yoyote, in any ministry, ni vizuri sana ufuate kenye Mungu anataka. So me personally, I say nitafuata ya Mungu, na vile ambavyo wewe mwenyewe umejipanga, si vile ambavyo sisi tunataka. Kwa sababu labda hiyo revelation ambayo Mungu amenipea, labda haitakuja kukubariki wewe. Kuna mtu amekusudiwa tu kubarikiwa kupitia hiyo revelation. So ukienda contrary, utakuwa sasa unapendeza watu. Sasa hiyo wimbo wako ama hiyo huduma yako haitakuwa imebeba purpose ya Mungu. Sijui purpose kwa Kiswahili ni nini. Haitakuwa imebeba purpose ya Mungu. Purpose iko tu sawa, kwa sababu nasema kila mtu ako na purpose yake. Na ile purpose ambao uko nayo, kuna ile yenye Mungu ako nayo kwako. That's why zinapatana. So mimi wimbo wangu unafuatanga inspiration of the Holy Spirit. Amen. Yes. So sisi kutarajia, unajua wengi wanasema mtindo, like kuna zile nyimbo za kitambo unapata watu wengi wanazipenda, na kuna vile labda ya sahi kuna vile waimbaji wameweza kubadilika. Of course kuna difference kubwa sana. Tofauti kati ya nyimbo za kitambo za injili na sasa hivi. Sasa sisi tumeona na expectations za watu. Naelewa kabisa. Sasa labda unapoenda huko nje, labda kuna wale watu pia wanakutazama, na kuna wale ambao wanakufuatilia sana, wanataka kuwa waimbaji. Labda utakapo kuwa unawaelekeza, utawaambia the same thing. Kwa sababu sisi ni binadamu. Tutangojea vile mtindo inaenda na vile tunataka mtoe songs. Kusema ni kudance along as tumetrendi, ni hivyo. Umedance as long as umetrend, unaona. Trending, tunaona trending things. Na labda Daisy, katika hii safari yako ya uimbaji, nani anakusupport sana? Kuna marafiki, familia?
niko na marafiki wananisupport sana, niko na familia wananisupport. Unajua hata mtu kukuandikia message, leave alone, achana hata na ile financial ya kifedha, support ya kifedha. Ile mtu kukuandikia tu message anakuambia kazi mzuri, I love the song. That is support ya hali ya juu. Hata mtu akikwambia you need to work on this, support ya hali ya juu. So I have niko na watu ambao wananisupport. Na ninashukuru sana. Wanashare links, wanasubscribe. Nashukuru sana kabisa. Yeah. Sana. Si kazi yangu hiyo ni kazi ya Mungu. Kwa maana when you share or when you subscribe, kuna mtu ataona hiyo link. Na kupitia hiyo wimbo ama kupitia hiyo ministration, wataweza kuona Mungu, utukufu wa Mungu ukishuka ndani. Ni kweli. Kwa sababu kama mimi, I have friends ambao ni waimbaji. So unapata hata wala ambao nimehost kama wewe Daisy, unaweza kanisukumia link uniambie D, saidia kushare. Unajua through sharing nimekusupport sana. Kwa sababu waimbaji wanataka nini? Subscription. Ndio Skiza Tune. Sijui kama uko nayo? Ziko. Uko nayo? Unaweza waambia? Ziko. Acha nikupe ruhusa kwanza waambie. Usisahau. Lakini sijazishika off head. Una hizo codes? Sina codes, but kwenye description ya all of my videos kuna Skiza Tune. Kunazo zote. Kila song iko na. Sasa labda tukienda huko ama tukapomaliza tukumbusha mtazamaji aize kaenda huko subscribe kwanza. Facebook sijui kama uko huko akufollow. TikTok akufollow kabisa. Like na acho comment kabisa. Na labda Daisy, katika uimbaji wako kuna ile challenges ambazo kama mwanamke you face. Labda unaweza kuzingatia some challenges? Kama mwanamke nitasema general challenges. Sawa, kama mwimbaji. Let me say the general challenges. The general challenges is that huduma ni very expensive. It is very expensive. For you media to just play our songs, munataka quality, si ndio? So quality hata kutazamaji. Daisy nikikuja nipate hii wimbo ni ya Daisy. Kuna moja sema ya rafiki. Nipate hii song ni ya Daisy. Nataka kuitazama. Iko na message mzuri. Lakini nikiangalia quality ya videos, so nitasema like what am I watching? You see? Very true. Na kupata hiyo quality iko costly. So kama hauna like a support system, iko costly. Sometimes unapata waimbaji wanatembea huko kwa barabara wanajiongelesha because kupata hiyo quality, the minimum unaweza fanya video moja, it's around 40,000 Kenya shillings. So it's such expensive. Very expensive. Hiyo ni video moja. Ujaeka audio, ujaeka miscellaneous maybe for video shoot na nini, ujaeka vitu. Kuna wale wanawaimbia. Kuna wale wanakusaidia, they need support. Maybe tuseme venue iko Ukambani, you need transportation. Unaona, it is very costly, costly, and mtu mmoja huwezi. So that's why you need that support. Na unaona sometimes waimbaji wanatoa wimbo moja, wanakaa hata miaka ndo watu wengine. So hata if you don't support, unaona, that is where we need your support, because if you support, pesa ambayo maybe utapata kwa ajili kutoka kwa hiyo muziki, utarudisha kufanya project ingine, nyimbo ingine. Na labda Daisy, unapofika kwa studio, how do you make sure that song yako inakuwa ni quality? Wewe ndio unazingatia ama ni producer wako? Nyinyi wote. It's ni kama joint effort, nyinyi wote. Lakini lazima uende pia kwa producer ambaye anajua kazi yake. Kwa sababu kuna wale producer bado wanajifunza. Unaenda kwa ule producer, na hao producer ambao wanajua kazi yao pia hawalipishi shilingi 2. I think juu ya experience pia na kazi kama umesema ni quality. Na I think the producers basi wanafaa kuwasaidia mambo na marketing now that wamekuwa kwa hiyo feed for a while. Hao hufanya marketing but huwa wanashare kwa
status and platforms and marketing pia ni another part yenye pia ni costly kwa mwimbaji. Kama tu biashara. Unalipia video. Okay, ya kwanza unaenda kurecord. Yes. You must pay. You must pay. Tena utaenda utoe video. You must pay. Yes. Kufanya marketing, you have to pay. Marketing yenye atafanya kwa status yake, you maybe anajimarket kama kazi yake. But kuna wale producer wanakumarket, but you must pay. You must pay. And ni challenge, lakini see you here, you here and you're doing it. We can do all things. Ule Mungu aliyekuita kwa hiyo huduma, alijua wewe utaweza. Alijua utahandle hizo challenge. Na labda this, how do you balance kati ya kama sasa umekuja huko, unafaa kwenda kanisani. At same time during your production yet time unataka kwenda kwa kushoot your songs ama kurecord. You need some time. Kazi yako ndio kanisa inakuita. How do you balance? God upeana neema. God upeana neema na unajipanga. Mungu wetu ni Mungu ambaye ako organized. Na juu anaishi ndani yetu, ana expect pia sisi tukue organized. So you just organize yourself, you know, yes, inafaa niende kazi, inafaa niko na administration. That's why unaona sasa hivi vitu zimekuwa rahisi, tuko na calendar, tuko na nini nyingine, tuko na kalenda ya kutusaidia, unajipanga, unajua siku fulani I am locked, siku fulani sitapatikana, hivyo na hivyo. Unajipanga wewe mwenyewe. Unajipanga tu mwenyewe. Na pia don't overbook. Kuna wale wasanii ambao siku moja wako na mikutano karibu na zote ziko afternoon. Unapata ni siku moja. Ni siku moja. Mtu ni mmoja, hili ni moja. Hili ni moja. Ako na mkutano na zote ziko afternoon. Unajua kama ni maybe asubuhi na jioni na hii mkutano inaisha hii time na hii time, hiyo inaeleweka. Lakini ni afternoon, wameweka let's say worship experience. Ameweka mkutano ya hiyo siku, atoke kwa hiyo mkutano, kama haijaisha aende kwa ingine, atoke hiyo kidogo aende kwa ingine. Hiyo sasa ndo sasa hiyo si ministration. Hiyo ni usanii. Hiyo ni kujichanganya. Hiyo ni kujichanganya. Hiyo ni kujichanganya. Kama umeitwa mahali kama mwimbaji, hii ni ya waimbaji, ni vizuri uende hiyo service ikianza na ukae utulie hadi iishe. Asante sana. Na labda Daisy, katika uimbaji wako so far ushafanya collab? Collabo ambayo nimefanya ni moja. Maybe baadaye ndo nitazingatia collabo zingine. Na labda nini unaweza kazingatia unapohitaji collabo? Collabo, kitu ambacho naweza zingatia ni are we in the same spirit? Tuko wote tunaenda direction moja. Hiyo ndo tutazingatia. Hiyo ndo Mungu hataki kudirect fanya na huyu collabo. Hata kama hajajulikana, hiyo ni direction ya Mungu. Mungu hapingwi. Unaenda tu. So far ulisema songs ni ngapi on your YouTube channel? Songs close to professional songs, close to there are a lot. I think 18 or something. 18. Yeah. Wow, you've done an amazing job. Yeah, so kwa YouTube pia kuna sasa zile recorded na kuna zile live ministration like 30 minutes. Yeah, I saw them. Yeah, ministration too. Yeah. Na labda unaweza kaambia mtazamaji kule ambapo anaweza akakupata apate song zako na majina kamili ambayo unatumia? Yeah, majina kwa all of my platforms zote za mtandaoni najulikana kama Daisy Ayuma. Daisy Ayuma. Yeah, ukienda Facebook, ukienda TikTok, ukienda Instagram, ukienda YouTube, penye ambapo naomba subscriptions pia. Yeah, ni Daisy Ayuma. Sio kuomba subscription. Naambia mtazamaji like ukifika YouTube naomba subscription. Yeah, it's our work to support you. Kama tuwezi kusupport financially, at least support you by giving you the likes, subscription, at least kukumotivate na ka-comment yuko. Kabisa. Yeah. Ukifika pale YouTube, Daisy Ayuma, subscribe. Nitaona hiyo subscription. Ukicomment, nitajibu. Sasa, asante sana Daisy. Kwa kuja huku sitaki ni kuhold sana kwa sababu narudi kanisani. Nashukuru labda unaweza kaambia mtazamaji neno moja na labda uweze kasalimia. Okay. Leo ningependa kukuencourage wewe mtazamaji kupitia wimbo wangu wa Niiteni nami nitaitika kutoka kitabu cha Jeremiah 33 verses 3.
penye Mungu ana ahidi ni ite nami nitaitika. Jeremiah 33:3. So leo muite Bwana na amehakikisha atafanya nini? Ataitika. Salamu, ningependa kusalimia kanisa langu Redeemed Christian Church of God South B, my babangu katika kiroho Pastor Chibuzo Ene, mama katika kiroho Pastor Neka Ene, na all the entire Redeemed Christian Church of God family. Ningependa pia kusalimia wazazi wangu ambao nawapenda sana, mamangu mzazi, babangu mzazi. Babangu mzazi angependa kuwasalimia sana. They are my big support system. Amen. Yeah, and my family, my auntie, I would like to say hi to all of them. Marafiki zangu, all my supporters, my fans. Mungu awabariki sana na awaweke vizuri. Amen. Yes. Takapofika kanisani utuombe. Amen. Na pia uambie tunawapenda sana. Next Amen. time I'll be coming to your church. Karibu sana. We'll be glad to have you. Me too. I'll be glad to be there. Karibu. Sasa asante sana. Na aboigo mwanchito murigeria atiga mwanchire de isenyariga kwenda se ekanisa nyarige nkwira na turasanga naya keigo mwanchito murigeria tumago swa sense media yo kumanya ebibiria mono goli tukuria leo nabo gwake simi ase namba yetu studio 07886663 nabaga sense mo ya YouTube lero no ratonyora igo ngwe turarorando sio mwanchito murigeria YouTube no gotonyora nabaga se namba yetu studio 07886663 tugende gusanga tugende gusesenwe mambia yabono.